movie inaanza. Kuna huyu dada anaitwa Adana, yupo zake busy na mpenzi wake anaitwa Obina. Wakati wako katika mahaba mazito mno, Adana akamwambia mshikaji kuna kitu anatamani kumwambia. Mchizi akasema sawa. Demo akamwambia nina ujauzito. Obina akamuuliza hivi una uhakika na unachokisema? Adana akasema ndio na uhakika. Obina akabaki anasema tu wewe ulikuwa si wakati sahihi, sasa tutafanyaje? Adana akamwambia mimi sijui, ndio maana nimekuja hapa ili tujue tunafanyaje. Mchizi akasema sawa, nitalisolve ile tatizo. Basi Adana akawa na furaha kutosha. Mwamba akasema au niamini haumwamini mwanaume uliochagua kumpenda, lakini hapo ukumbuke kila mmoja wao anaishi nyumbani kwao, yani anaishi kwa kutegemea ugali wa shikamoo, alafu wakati huo wameshatiana mimba. Bana, usisahau kusubscribe channel yetu pamoja na kutana on notification ili tuwe sambamba. Baada ya Adana amerudi nyumbani, wazazi wameshagundua kila kitu. Mama akaanza kucharuka, hivi na maana umeamua kutuzalilisha? Hivi wewe si nilikukanya, nilikuonya usizunguke ovyo, hivi ukumbuke hata natakiwa kwenda chuo mwaka wa kwanza? Yani wazazi wakawa wanamtupia lawama na malalamiko ya kutosha. Mida fulani hivi Adana akaja paka kwa kina Obina kwa ajili ya kuongea naye, maana kwa hapakaliki, yani kiufupi hawamtaki tena. Ile kufika akapokelewa na mama mkwe. Nilijua tu utakuja. Mama mkwe akamwambia Obina aishi hapa tena, na hiyo yote ni kwa sababu yako. Tena unisikie, hutomuona tena akija hapa. Unawezaje kumtongoza mwanangu alafu mwisho eti unasema umebeba mimba yake? Yani mama mkwe akamkataa kabisa Adana, kisha akaingia ndani. Hapo Adana akapatiwa karatasi na mdogo wake Obina ya anwani atakapokuwa anaishi kaka yake kwa muda huo. Baada ya Adana kupatiwa anwani atakapokuwa anaishi Obina, akarudi paka nyumbani kwao na kubeba kila kilicho chake. Yupo tayari kumfuata bampenzi wake alipo. Kweli bana, asubuhi na mapema sana akashushwa na daladala za jijini Lagos na kuanza safari ya kumtafuta mshikaji ambaye ni Obina aliyemtia mimba na mwisho kumkimbia. Katika kufuatilia adresi ikamleta paka katika mtaa, akakutana na mchizi mmoja, ikabidi amuulize nilikuwa namtafuta Obina Okoye. Mchizi akasema hayupo, ni muda sasa tangu ameondoka katika mtaa. Adana alichoka baada ya kusikia hivyo, ila kukata tamaa alizidi kumtafuta. Masaa yalienda na dakika zikapita pasipokuwa na mafanikio aina yoyote ile ya kumpata Obina. Akaingia paka katika nyumba ya mama mmoja kwa ajili ya kumwomba kazi, angalau hata apate chakula. Mama akamwambia una ujuzi gani wa kufanya kazi? Adana akasema naweza kama kufua, kuosha vyombo na pia kuangalia watoto. Basi Adana akazidi kujisifia ili mradi tu apate kazi, maana ameamua kutoroka nyumbani kwao na huku ni mgeni alipo. Kweli bana, akafanikiwa kupata kazi, lakini kichwani kwake hakusita kabisa kumtafuta Obina. Yani alimtafuta kila kona mji, lakini hakufanikiwa. Sasa siku moja akiwa anafanya usafi, saa ngapi asikie kichefuchefu, si unaelewa tena mimba haijifichi, akatapika katika sinki la matajiri. Saa ngapi asikutwe na kuanza kuletewa shazi la hatari. Akawa anajitetea, lakini hakusikilizwa, zaidi ya kufukuzwa. Huku napo alipopanga kodi ya nyumba imeisha. Mama mwenye nyumba sio kumtimua huko, toka kama una pesa hapa sikuhitaji, ondoka kabisa. Huku napo kuna hii kapo, huyu mwanamke anaitwa Cherizi, ni star mkubwa sana wa Hollywood, ameambatana na mpenzi wake anaitwa Akini. Wamekuja kwa ajili ya hafla fupi ya kampuni ambayo inaitwa Zack Foundation inayojihusisha na masuala ya kuasili watoto. Yani ipo hivi, kama mke na mume hawana uwezo wa kupata mtoto, wanakuja katika hii kampuni. Yani ni kama vile kununua mtoto, wanapatiwa mtoto akiwa mchanga. Sasa wao ndio wanaenda kumlea, hapo wanakuwa wanajimilikisha kwamba mtoto ni wa kwao, lakini kiufupi huyo mtoto anakuwa ni wa mama mwingine kabisa. Basi maswali yakawa mengi, si unajua wao ni waandishi wa habari. Sasa kuna mwandishi wa habari mmoja akauliza, ni kwa nini upo hapa, au ni kwa sababu huna uwezo wa kupata mtoto? Maana Cherizi ana tatizo la ugumba, swali ambalo limkera sana. Alafu tunajua ni star mkubwa, yani akawa anamlalamikia mume wake, maana ni kitu ambacho amekuwa akikitamani kwa muda sasa, lakini hajafanikiwa. Mchizi kabidi amtulize. Wakati huo mmiliki wa kampuni anaitwa Dr. Evans anaitwa kwa ajili ya kupokea tuzo kwa kile ambacho kampuni yake inakifanya. Kama nilivyokwisha kukwambia, kampuni yake inajihusisha na masuala ya kuasili watoto. Yani kama wewe na mume wako huna uwezo wa kupata mtoto, unaenda katika hiyo kampuni. Yani kikubwa una pesa, utapatiwa mtoto mchanga, unaenda kumlea wewe pamoja na mke wako. Wakati huo Cherizi na Akini walikuwepo kama wageni waalikwa. Basi bana, Dr. Evans akatoa shukrani za kutosha kulingana na tuzo waliopatia na kuahidi ya kwamba watazidi kuboresha huduma yao. Watu sio kurindima makofi, sijui wote hawana kizazi waliokaa hapa. Sasa baadaye mke wa Evans amekuja paka ukuchocho kwa ajili ya kuongea na Cherizi ambaye ni msanii mkubwa sana wa Hollywood. Cherizi anasema, unajua mimi na Akini tumetoka katika familia za kitajiri, lakini tumekuwa na changamoto moja ya kutokupata mtoto. Hilo ndo limeshindikana. Mke wa Dr. Evans akamuuliza, je, mliwahi kuwasili labda mtoto? Cherizi akasema ndio, lakini haikufanikiwa. Mke wa Dr. Evans akapendekeza, akasema nafikiri mume wangu ataweza kusaidia, jambo ambalo Cherizi alikuwa akilitamani sana. Yani hawa hata na mtoto, hata kama sio kwake kumzaa, hata kama yamekosa kizazi, basi wengine wanavyo. Asubuhi mapema sana Adana akaletwa paka katika hii kampuni ya kuasili watoto, maana hii kampuni ina ofa moja kwa wale wanawake wajawazito alafu wana uwezo wa kulea mimba zao, basi wao wanawachukua. Kweli Adana akafika na akakaribishwa kwa ukarimu mzuri mno. Sasa aliyomleta tunamuona anahesabu kitita cha pesa. Yani baada ya kumleta Adana katika hii kampuni ya Zack Foundation amekabidhiwa pesa, yani kama vile pongezi. Sijajua sasa kwa nini anapewa pesa.
sasa baada ya kumleta mwanamke mjamzito katika hii kampuni, lakini tunaona kuna mwanamke mwingine anafuatilia kila kitu. Sasa huyu nani? Tutamjua tu huko mbeleni. Adana akapatiwa chakula, akazidi kuulizwa maswali ya kutosha, yani alipotokea na pia ni nani. Adana ametoka sehemu inaitwa Aba, hapa nchini Nigeria. Mrs. Evans akamwambia, kila mwanamke ambaye yupo hapa wengi wao hawana pa kwenda, labda kuna mtu yoyote ambaye unamfahamu katika mji? Hapana. Basi akaletwa paka kwenye vipimo kwa ajili ya kufanywa check up ya ujauzito wake. Mrs. Evans akampa pongezi kwamba mtoto aliombeba ni jinsia ya kike, lakini katika kuangalia vizuri kuna kitu amekiona na kuonesha mshangao mkubwa. Adana akauliza, labda kuna tatizo? Hapana. Hasa Mrs. Evans amegundua nini kuhusu mimba ya Dana? Tutajua. Kisha akamwambia, ukibaki hapa utapata huduma ya kila kitu kwa ajili yako wewe pamoja na mtoto wako. Sasa akawa anatolewa kwa ajili ya kupelekwa katika chumba chake. Njiani akakutana na binti mmoja anaitwa Ebuna. Yeye ni mfanyakazi tu katika hii kampuni. Ebuna akamwambia, hapa ni kama nyumbani kwetu, maana wamenilea hapa tangu nikiwa mdogo. Wakati huo yupo na binti mmoja anaitwa Ememe, yani tayari ameshaanza kufikia tarehe za kujifungua. Sasa akiwa anaondoka, Ememe akamshika mkono wa Dana na kumwambia, usiruhusu akuguse, ni waongo, kimbia mbali kabla hujajifungua. Hasa kwa nini Ememe amwambie maneno kama hayo? Sasa baadaye Adana anauliza maswali, naweza kuondoka? Mrs. Evans akamuuliza, uende wapi? Unataka kurudi kuishi mitaani? Adana akasema hawezi kurudi nyumbani, maana mama yake hamtaki kabisa, ana uwezo wa kumtoa roho. Mrs. Evans akamwambia, hapa hamna mtu atakuzuru, na pia una bahati sana, nafasi iliyobaki ni moja tu, na ukiondoka hutoweza kuipata tena. Akamwambia, ni wewe sasa kufanya maamuzi yako. Kisha akaondoka. Sasa Adana kwa vitu anavyopitia huko mtaani, ikabidi tu amwambie, subiri, nimekubali, nitabaki. Kwa Adana akawa amefanya maamuzi ya kubaki katika hii foundation bila kujua kwamba itakuwa na madhara makubwa sana kwake. Mida fulani hivi kuna dada amekuja akiwa na kipeperushi cha mdogo wake aliyepotea, na ndani kinaonesha aliyepotea ni Ememe ambaye tumemwona kimsii sana Adana akimbia hapa. Mrs. Evans akamwambia, ningetamani sana kukusaidia, lakini hatuwezi kutoa information ya aina yoyote ile kwa mtu wa nje katika hii kampuni. Akasema sawa. Kisha akampatia namba yake ya simu na akamwambia, kama akiletwa hapa unaweza kunitafuta na kunipa taarifa muda wote ile. Kisha akaondoka. Sasa Mrs. Evans akaja paka na kile kipeperushi cha kupotea kwa Ememe, ambapo kiwalisia wao ndo wamemfungia huku ndani na kukitupia katika dustbin. Huku napo Adana akawa anafurahi, amekabidhiwa chumba kizuri kinoma, yeye pamoja na mwanaye, lakini tunaona kuna kamera zinachunguza kila kitu. Upande wa pili Cherizi alikuwa akiandaa filamu pamoja yeye na timu yake. Wakati huo huku kuna demo anaitwa Aisha, alikuwa akimletea noma kinoma Adana na kumwambia kwamba atoke katika hiko kitanda. Adana akasema hawezi kutoka, ndipo nilipopangiwa, si ndio Ebuna? Aisha akamwambia, msichana mdogo, unataka niwe adui yako? Hapana, lakini huwezi kuchukua kitanda changu. Aisha akasema sawa, tutaona. Huyu Aisha ndo anaonekana ndo mbabe humu ndani, si unaelewa kila sehemu na utawala wake. Asubuhi mapema sana Ebuna akawa anamuonesha mazingira ya Dana. Mmoja wao akauliza, ni mpya huyu? Ebuna akasema ndiyo, anaitwa Dana. Mimi naitwa Etunu. Mungu akubariki, maana utakwenda kumhitaji. Maskini ya Mungu wa Dana anajua yupo sehemu salama, kumbe sio. Mwenzie akamwambia, mimi nilikuwa nikidanga kabla ya kuja hapa, ila kwa sasa nimetubu, yani kiufupi nimeokoka. Adana bado hajaelewa kabisa. Hasa Adana akawa ameingia katika chumba kimoja, akakutana na alama za mikono ya damu. Hapo hapo akatokea Ebuna, unafanya nini hapa? Huku anajichekesha. Mwenzie akamuuliza, hii sehemu ina maana gani? Ebuna akamwambia, hukupaswa kuingia humu ndani, hasa ndani ya usiku mkubwa. Ememe uchungu ukawa umemshika, akawa anatoka katika odi yao, akaja paka chooni, uchungu ukawa umemshika wa hatari. Ikabidi Adana amsaidie kujifungua. Hapo hapo wajamaa wakatokea na kumchukua mtoto na kumzimisha Adana. Hasa Ememe baada ya kujifungua akapigwa sindano ya sumu. Angalia wanachokifanya wajamaa, yani wanamuua mama mjamzito baada ya kujifungua na wao wanabaki na mtoto. Huku napo Adana anaamka anashangaa kuona kitanda cha mwenzake Ememe ni kitupu, hakina mtu. Ikabidi amuulize Etunu. Etunu akamwambia, mimi hata sikuelewi, yani kuna watu huku ndani wameanza kuwa kama vichaa kulingana na vitu wanavyofanyiwa. Hasa mtoto aliyozaliwa na Ememe kuna watu walishamwasili mapema sana, yani wao waliwahi kuweka oda mapema, yani kabla hata Ememe hajajifungua. Mtoto yoyote atakayezaliwa ni wao. Wakampokea kweli kwa furaha, kisha wakauliza wanaweza kuonana na mama yake kwa ajili ya kumshukuru. Mrs. Evans akasema amegoma kufahamika. Huku napo Akini anaongea na mpenzi wake, inawezekanaje mwigizaji mkubwa kama wewe eti kwenda kununua mtoto? Itakushushia hadhi. Wakati huko Adana analeta noma kinoma, anataka kuondoka maana ameshaona hii sehemu sio sahihi kwake. Sasa katika vurugu za hapa na pale wakaamua kumfungia katika chumba hiki, ni kama sero. Sasa huku napo Sangape Ebuna asikutana na kile kipeperushi cha kupotea kwa Ememe, kisha akakichimbia. Baadaye Ebuna akiwa katika harakati za kuchukua nguo za Adana kwa ajili ya kwenda kuzifua, akadondosha kile kipeperushi cha kupotea kwa Ememe. Sino Adana kuona na kuanza kuleta noma kinoma na kumuuliza yupo wapi. Ebuna akawa anamsihi tu aongee taratibu, maana ikijulikana itakuja kuwa ngumu kwake. Ndio baadaye Adana amwambia Ebuna amechoka kukaa hapa na anajutia kwa kila kitu, ndio kuanza kumpa
akampa stori ya maisha yake Ebuna. Ebuna naye akampa stori ya maisha yake na kumwambia kwamba mama yake alikuwa akidanga, hivyo yeye hamjui hata baba yake. Ikabidi kupeana faraja, maana kila mtu ana majanga yake. Wakati huo huko Akini na Cherizi wakaja paka kwa Dr. Evans kwa ajili ya kuwasili mtoto na wanadai ya kwamba wanahitaji watoto mapacha. Dr. Evans akashangaa. Cherizi akasema mkeo lakini aliniambia inawezekana, akaahidi kutoa kiasi cha pesa aina yoyote ile. Si unaelewa tena, ni mwigizaji mkubwa, kwa hiyo pesa siyo shida kwake. Huku napo Adana amefikiria kutoroka, ndio anamwambia Ebuna. Ebuna akawa anamkataza asije akajaribu, itakuja kuwa mbaya kwake pamoja na mtoto wake. Wakati huko Dr. Evans na mke wake wakawa na furaha. Mzee akasema kama mwigizaji mkubwa kama Cherizi anataka kuwasili mtoto kutoka kwetu, hii itazidi kukuza kampuni yetu. Wakati huo kunapo plani ya Adana ya kutoroka inazidi kuendelea, akajichimbia katika kontena la manguo chafu. Sasa saa ngapi Tunu wasimuone, ila akafunika na kuvunga. Huko napo yule mwandishi wa habari amekuja na kuanza kumhoji Mrs. Evans kuhusu uhusiano wao na mwigizaji mkubwa kama Cherizi katika hii kampuni. Mrs. Evans akamwambia Cherizi amekuwa ni mgeni mkubwa katika kila event tutakazofanya kuhusu hii kampuni. Wakati huo huko kontena aliyochimbia Adana lilikuwa likipelekwa kwa ajili ya kupakizwa na kwenda kutupwa nje. Sasa wafanyakazi wakawa wanashangaa, mbona hili la leo ni lizito sana, ila wakapotezea tu na kulipakiza katika gari na Adana akiwa ndani. Kisha wakafunga mlango, maana sheria ni moja, wafanyakazi hawaruhusiwi kukagua kilichoko ndani. Je, Adana atafanikiwa kutoroka katika hii nyumba ya mateso na ukatili? Usikose sehemu ya pili ya Chuma Hiki. Ulikuwa nami storyteller wako, naitwa Stardev. Hakikisha umeweza kutuachia komenti yako hapo chini tuweze kukuletea kilichojiri katika huu mzigo.